Ya Bwana Yesu asifiwe. Habari za jioni. Shalom shalom. Sasa juzi tulizungumzia kuhusiana na vitu ambavyo tunaweza tukavifanya au mazoezi matano ambayo ukiyafanya yatakuimarisha zaidi kwenye sauti yako ya uimbaji. Na zoezi ambalo tuliangalia, nadhani ukiangalia clip iliyotoka ya kwanza kabisa mimi kuupload utaiona pale. Sasa leo tunataka kumalizia yale mazoezi matatu ambayo niliahidi kwamba tukiyafanyia kazi yataweza kutusogeza hatua moja ama nyingine kuelekea kwenye ubora wa sauti ambayo tunatamani kuimba. Sasa katika jioni ya leo nimekuja na mazoezi matatu ya mwishoni. Zoezi la kwanza linaitwa hissing. Nikusitu kabla tujaendelea na mazoezi haya, endelea kutufuatilia pia katika account yetu ili kila siku uweze kupata upload video mbalimbali ambazo zinahusiana na uimbaji, na kwa neema ya Mungu tunaamini kwamba utaweza kufikia lengo fulani la kuimba sauti nzuri sana ambayo itakuwa inamtukuza Mungu kwa ukubali wake. Ya zoezi la tatu ambalo tulitamani tuweze kulifanyia kazi linaitwa hissing. Waingereza au Wasukuma wanaita hissing. Hissing ni ile hali kama unasikia, kama ushawahi kusikia ile hali ambayo nyoka anafanya kitu kama anapuliza hivi. Sasa kwenye uimbaji pia kuna hicho kitu kinaitwa hissing. Kinaweza kukusaidia kuweza kufanya nini? Kuandaa sauti yako na kuweka kwenye ubora zaidi. Kwa mfano, unapokuwa unaenda kuzungumza mbele za watu. Kuna watu wanaenda kuzungumza mbele za watu au kwenda kuimba unasikia, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile inaonekana kuna unashindwa kuicontrol sauti yako. Lakini ukifanya zoezi la hissing itakusaidia kucontrol sauti yako. Kwa mfano, hissing inafanyika hivi. Unatoa pumzi kwenda nje ndani ya sekunde 10, alafu unairudisha ndani, alafu tena unaitoa. Hii hapa. Ndani. Kwa hiyo hissing ukiwa unaifanya mara kwa mara inakusaidia kuondoa ule uoga kwenye sauti. Unasema Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa uko comfortable kusema Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Kwa hali hiyo. Lakini pia zoezi jingine ambalo tulisema tunalifanyia kazi la 4 kwenye yale mazoezi matano ambalo pia ni la muhimu ni kufanya lips vibrate. Kwa mfano, ukiwa unafanya hizo zoezi kila siku, hizi lips ndakuwa unapokuwa unafanya zoezi zina vibrate ili kuonyesha kwamba zoezi kweli linafanyika kama ilivyokuwa imeelekezwa. Kwa hiyo ukiona lips hazivibrate wala kupata mtikisiko, jitahidi kufanya kwa juhudi zote. Hiyo inakusaidia pia kuwa na wala ambao wanatamani sauti ambayo ina mawimbi. Kuna watu wanatamani kuimba sauti zenye mawimbi. Kwa mfano, Yesu unipendaye. Sasa mtu anasikia tu, mbona mtu anaimba sauti ambayo ina vibrate lakini mimi nashindwa. Ukifanya ile zoezi la hissing lakini pia hilo la vibration ya lips itakusaidia. Zoezi la mwisho ambalo la 5 ambalo linatengeneza msingi muhimu wa mazoezi yote matano. Hili zoezi ambalo gusa shavuni, unabinya kama unatengeneza dimples. Afu unaanza kufanya ile zoezi kama lililopita leo nilikuwa nafanya. Sasa kwa leo tunaenda kuifanya kwenye namna ambayo ni tofauti. Tunaenda kutumia zile noti zetu za do re mi fa so. Kwa mfano, unakuwa unapanda hatua kwa hatua.
kusaidia kutoa pumzi tumboni, lakini pia inakutengenezea uimara kwenye sauti, unakuwa na straight vocals ambazo hazina kutoka kwenye key. Asante, naamini kama utafanyia mazoezi matano kazi yatakusaidia kutoa hatua moja uliopo kuelekea hatua nyingine. Tunapokuwa naendelea kwenye mazoezi yetu ya uimbaji, tunaendelea kuupload video zingine. Kwa hiyo ili uendelee kupata update ya video zetu za kila siku ambazo zitaenda kutusaidia kwenye sauti yetu kila moja, basi endelea kufollow, lakini pia kuendelea kufuatilia katika account yangu kila siku tunapokuwa tunatoa update za uimbaji. Yote kwa yote, Mungu ndiye mwimbaji mkuu. Malaika mbinguni ndio wanajua kusifu. Sisi hapa duniani tupo kuelekezana tu kwa uchache, lakini unapokuwa unafanya mazoezi ambayo tunaelekezana, cha msingi mtangulize Mungu. Mungu ndiye kila kitu, ndiye muweza. Kwa hiyo fanya mazoezi, lakini usisahau kumwomba Mungu kabla ya kuanza na unapokuwa unahitimisha, kwa sababu kupitia yeye tunaweza yote katika yeye atutie nguvu. All in all, nakupenda. Fanya mazoezi uweze kufikia ndoto za sauti yako.